changamoto ambazo nimekutana nazo, lakini pia na nimeamua kuwafikia wengi wa vijana, kwa sababu miongoni mwa changamoto kubwa ambazo vijana tunakutana nazo kubwa ni mbili. Moja ni mahusiano na mbili ni maokoto. Yaani hizo ndio changamoto kubwa ambazo vijana tunakutana nazo. Ukiona migogoro mingi, kijana tu leo amefika sehemu amenuna tu, hizo mbili asilimia kubwa, mahusiano pamoja na mambo ya fedha. Kwa hiyo leo tutajifunza, topic yetu tutajifunza concept mbili: jinsi gani ya kutengeneza, kusimamia na kuzalisha fedha. How to make, manage and multiply money. Hiyo ni concept ya kwanza, lakini concept ya pili, kulingana na muda ambao utakuwepo, tutajifunza kitu kinaitwa kustaafu au retirement plan. Kwa hizo concept mbili tutakwenda nazo katika jioni hii ya leo. Lakini kabla tujaingia kwenye hii concept, niwakaribishe kwa sababu tumeanzisha program hapa Kahama ambayo pia ni kama haionekani, lakini tuna njozi kubwa ambayo tunakwenda kuifanya na kuigeuza hii Kahama ielewe mambo ya financial ni nini, ielewe mambo ya purpose ni nini, kwa maana ya kwamba kusudi, lakini pia ielewe usimamizi au stewardship. Kwa hiyo tuna program ambayo tumeungana vijana ambao wana mtizamo wa aina moja. Tunadili na mambo hayo matatu. Jambo la kwanza, purpose. Kila kijana tunatamani afahamu kusudi, kwa nini anaishi. Asilimia kubwa mtu anakwenda afahamu kwa nini anaishi, na hiyo ni changamoto. Lakini jambo la pili, usimamizi au stewardship au uwakili wa rasilimali ambazo tayari tumepatiwa. Na jambo la tatu ambalo tunadinalo ni mindset, jinsi ya kubadilisha mtazamo kutoka mtazamo tunaita fixed mindset kwenda positive mindset. Na hayo mambo matatu ni miongoni mwa mahitaji makubwa yanayoikumba jamii ya vijana. Na ukiona takwimu za magonjwa au afya ya akili kuonekana kwamba takwimu zake zinapanda kwa kasi, zinapanda kwa sababu ya hayo ambayo tunadili nayo. Kwa hiyo afya ya akili, mtu asipokuwa na fedha lazima akili yake haitakuwa sawa. Mtu wa mahusiano akiwa ni changamoto, lazima akili yake haitakuwa sawa. Kwa hiyo magonjwa ya afya ya akili yanazalishwa sana kwa sababu ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Kwa hiyo niwakaribishe pia, tutawaalika, tuko kwenye process za kuandaa event kubwa ambazo tutakuwa tukitoa masomo haya kuanzia kwa mtoto mpaka kwa mtu mzima, kwa sababu umri is just a number. Unaweza ukakuta ni mtu mzima lakini financially yuko broke, si ndio? Unaweza ukakuta ni kijana lakini ana perform vizuri kwa sababu tayari anakwenda. Kwa hiyo objective za jioni ya leo, tuna objective 5. Ili tumalize session yetu tunatakiwa kukava mambo matano. Jambo la kwanza, kuelewa kwamba elimu ya kifedha ni ya msingi, umuhimu wa elimu ya kifedha. Hilo ni jambo la kwanza, objective ya kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tunakwenda kuliangalia kwamba financial success, mafanikio ya kifedha sio tukio la siku moja, it is a process. Yaani ni hatua kwa hatua, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Usije ukafikiri kwamba uko financially broke kwa sababu labda ni hatua, ni tukio limekutokea. Hapana, sio kwa sababu ya tukio limekutokea. Tayari kuna vitu ambavyo umefanya, behaviors au habits mbalimbali ambazo zimekusababisha uwe hapo. Kwa hiyo hilo ni la pili. Lakini la tatu, tuelewe ya kwamba ufanikiwaji wa kifedha unazingatia kanuni na mikakati sahihi. Unapojigundua, unapofahamu kwamba wewe ni nani, lazima ujue kwamba unatakiwa kuwa na principles, kuwa na kanuni ambazo zitakupeleka kwenye mambo ya fedha yaliyo na ufanisi mkubwa. Lakini 4, tutajifunza jinsi gani sasa ya kutengeneza, jinsi gani ya kusimamia na jinsi gani ya kuzalisha fedha. Lakini mwisho wa siku, kujifunza hakuishii tu hapo, tunatakiwa tufanye hatua, tuchukue hatua. Kwa maana ya kwamba ukishajua kwamba kwa nini unakutana na changamoto ambazo unakutana nazo kifedha, lazima pia uangalie namna ambavyo unatakiwa kuchukua hatua stahiki ili uweze kutoka hatua moja kwenda nyingine. Tunapokutana na status mbalimbali za maisha ya kila mmoja, hata hapa tulipo,
Kila mmoja yuko hivyo alivyo kifedha kwa sababu ya family background au historia yake. Jinsi ambavyo wazazi wako walikuwa wanaithamini fedha, walikuwa wanazalisha fedha, walikuwa wanaitumia fedha directly au moja kwa moja, imekuathiri jinsi ambavyo leo wewe unaona fedha jinsi ilivyo. Kama wazazi walikuwa wanaithamini fedha na kufanya mikakati sahihi, leo hauwezi kutaabika. Kwa hiyo jinsi ambavyo umeexperience wewe mwenyewe kutoka kwenye hatua moja ya kifedha kwenda hatua nyingine, inakuletea kuona ya kwamba kumbe wazazi wangu walipokuwa na experience, walipokuwa wanaiona fedha, ndio matokeo ambayo unayo sasa hivi. Sio familia pekee yake, lakini jamii ambavyo ilikuwa inaona fedha ipo, jinsi ambavyo ina value fedha, ndivyo ambavyo leo matokeo unayapata. Lakini pia exposure, namna ambavyo ulikutana na fursa mbalimbali, au familia yako, jamii yako ilikutana na fursa mbalimbali, either ilitumia au haikutumia, matokeo yake directly yanakuathiri leo. Sasa ukisikia leo asilimia kubwa ya watu wamelaumu wazazi wao kwamba baba bwana, mimi hakununua kiwanja pale Kahama mjini hapo kwenye Kariakoo hapo, leo tungekuwa matajiri, si ndio? Baba hakununua kiwanja sehemu fulani ambayo leo inaonekana ni potential. Sasa hivi karibu tu hapa na wewe unakuwa baba au unakuwa mama. Yale uliokuwa unayalaumu, tunategemea sasa kwako tuone namna ambavyo unaweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ukitaka kuona unafanikiwa katika jambo lolote, katika malengo ambayo umekuwa nayo katika maisha, moja, usiangalie kwamba ninatazama jambo langu katika ukubwa. Ndiyo unatamani kuishi miaka 30 mbele, 40, 50 kulingana na Mungu atakapokupatia, lakini hauanzi kwa hatua kubwa namna hiyo. Kwa hiyo unapogundua kusudi lako la maisha, unapogundua kwamba wewe ni nani, lazima uweke malengo yako. Kwa hiyo unapojua kwamba moja kwa moja swala la fedha ni la msingi, basi unatakiwa kujua kwamba unatakiwa kulipangilia hili jambo. Hivi mara ngapi umeingia kwenye mgahawa au hoteli? Hivi ni kweli unakuwa satisfied na ulichokipata, au ni fedha yako imekulimit pale? Yaani unapoingia kutaka chakula hotelini, ni kwamba fedha yako ilipoishia ndio unapoishia, au unakuwa umepata hitaji lako la msingi? Kwa mfano, chukue mfano huu hapa. Umeenda na buku mbili yako kwenye mgahawa, umeshajipangilia. Hivi unaanza kwanza kuuliza hicho unachotaka bei gani, au unakitumia kwanza alafu ulipe? Unaulizia bei kwanza, si ndio? Kwa nini? Anasema usije ukaosha vyombo. Si ndio? Kwa hiyo kumbe fedha, tulichofundishwa na wazazi wetu, asilimia kubwa ya jamii ya Watanzania, asilimia kubwa ya watu ambao wanaendelea, tumefundishwa, hatujafundishwa jinsi ambavyo fedha inatufanyia kazi sisi, ila tumefundishwa ambavyo tunaifanyia kazi fedha. Ndio maana mtu atakwenda kuajiriwa anasema hivi, napata shilingi ngapi hapo? Kama hiyo hela haipo bwana, hapana. Ndio maana unakuta tuna struggle asilimia kubwa, kwa sababu wewe utataka kuajiriwa ili upate fedha, lakini kihalisia tunatakiwa tuhame huko na ulimwengu unahama huko. Ukisoma takwimu za BOT, kwa maana ya kwamba ile financial inclusion, kwa maana ya kwamba watu, jamii ya Watanzania, hasa wale ambao wanaitwa ni watu wazima ambao wanaweza kuaccess fedha, asilimia 76 ya watu wote au population nzima wanahusika na mambo ya kifedha. Kwa maana ya kwamba anaweza kawa na M-Pesa, pesa ikapita kwake, akawa na hii, akawa na mkopo, akawa na mambo ya bima, lakini ni asilimia, sio zaidi ya asilimia 22 ambao wana elimu sahihi juu ya fedha hiyo inayopita kwao. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe una fedha yako kwenye M-Pesa, lakini bado unarubuniwa na wale wanaosema tuma kwenye namba hii. Ina maana bado financially hauko sawa. Unaweza ukawa una fedha benki, ukakuta unarubuniwa kwamba sasa tunaleta biashara, na wanakuja wale watu na teknolojia, ni kwa maana kwamba wana uweledi mzuri wa kuweza kukushawishi, ukajikuta pesa uliyokuwa nayo umeitoa, alafu mwisho wa siku unakuja kufanyaje? Kugundua kwamba umeibiwa, umetapeliwa. Unaenda kukopa, lakini hauna elimu sahihi ya kukopa. Mtu anapokuja benki kukopa, kuna makundi karibia matatu. Mmoja anakuja na maamuzi ya kwamba anasema kwa vyovyote vile lazima nipate mkopo.
Sijalishi kwamba na elimu sahihi, sijalishi kwamba hivi unampatia ile mikataba anakuambia kwamba hamna shida, nimeelewa na sahihi. Likija kutokea tatizo unasema kwamba mbona ukisoma mkataba unasema hili mimi hukuniambia, lakini amesaini. Amesaini nini? Amesaini kitu ambacho hakijui. Sasa lengo la kufanya hii session jioni ya leo na usiku wa leo, asilimia kubwa ukienda kwenye jamii huku ambao tayari wameingia kwenye majukumu, wako na struggle kubwa sana, kwa sababu elimu hii hatukuipata mwanzoni. Lakini leo kwa jitihada ambazo BOT anazifanya, anatamani kubadilisha mitaala kuanzia kule chini, elimu ya fedha iweze kufanya nini? Iweze kufundishwa. Lakini bado tutachelewa kama tutachukua hatua ya kuweza kufanya jukumu ambalo tunatakiwa tuweze kulifanya. Kwa hiyo hii elimu tunatakiwa tuielewe, na ni swala la msingi la kuweza kuielewa. Kwa hiyo hata ninyi unapokuwa katika mipango yako ya maisha, amua kuanza kupanga katika namna ambavyo unatakiwa kuweza kufanya vitu kwa uzuri zaidi, na jinsi ya kuweza kufanya mambo yako yakakaa vizuri. Sasa ukisoma kitabu cha Mhubiri, naomba hiki kitabu tukisome, kitabu cha Mhubiri 5:19 ndio inatupatia ufunguzi wa kwamba tunaendaje katika kuelewa mambo ya fedha katika session yetu hii fupi jioni hii ya leo. Mhubiri 5:9 ameandika 19, tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amali yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu. Mali na ukwasi, rich and wealth, si ndio? Sasa mali au richness ni kuwa na vitu ambavyo ni tangible, tutaviona. Yaani unamiliki vitu ambavyo tutaviona, umenunua, una gari tutaiona, una nyumba tutaiona, huyo mtu ni tajiri. Lakini wealth inazama ndani zaidi. Unaweza ukawa na fedha alafu hauna amani, bado wewe sio wealth. Unaweza ukawa na fedha alafu bado mahusiano yako ya familia hayaendi vizuri, bado hauko sawa sawa. Mahusiano yako wewe na jamii hayaendi vizuri, bado hauko sawa. Uko na fedha lakini afya yako haiko sawa, bado hauko vizuri. Kwa utakuja kugundua kwamba wealth ni nyanja pana ambayo inakutambulisha kwamba wewe malengo yako ya maisha ni yapi. Kwa ziko categories 7 ambazo nimeziainisha kwamba ili mtu awe wealth, jambo la kwanza, mambo yake ya kiroho yawe yako sawa. Yaani wewe na Mungu mko karibu. Kila unapoamka asubuhi umekutana na Mungu wako kwa muda ulioupanga. Kwa mipango yako ya kwanza, husianisha mambo yako na malengo yako wewe na Mungu. Jambo la pili ni swala la financial. Kwa hiyo leo tunadili na kipengele kimoja cha wealth ambacho ni financial, lakini kihalisia mambo ya kiroho lazima yawe sawa. Ina maana malengo yako ya kiroho yawe sawa, malengo yako ya kifedha yawe sawa, malengo yako ya kimahusiano, wewe na familia yako, wewe na jamii, wewe na jamii unayokutana nayo, mahusiano yako yawe sawa. Hilo jambo la tatu. Jambo la nne, malengo yako ya wewe na afya yako. Malengo mengine au lengo lingine ni wewe na kujiendeleza binafsi. Unaona yule mtu ambaye anaogelea, si ndio? Akienda tu akaogelea pale akatulia, hamchezeshi mikono hivi, ina maana yule mtu anafanya nini? Anazama. Ina maana kwenye malengo ya kujiendeleza, chochote unachokipata lazima ukikuze, ukiendeleze. Ndio maana tutakutana na sehemu tutaiona golden rule ya kwamba jambo lolote ili liweze kufanikiwa litakuwa na vipengele vinne, nitakuja kuvizungumza baadaye. Jambo lingine ni kuenjoy maisha. Mwili ulivyoumbwa haujaumbwa kuteseka. Mwili ulivyoumbwa haujaumbwa kuteseka. Ukikuta unateseka, kuna sehemu kuna shida. Mwenyezi Mungu ameumba tufurahie, tufanye lililo kusudi lake, kwa sababu huo uwezo tayari alishatupatia. Kwa hiyo yale maono ambayo tunayaona, Pastor Bizimana haukukutana nayo tu chuoni, ila ulikutanishwa na lengo lako ambalo ulikuwa unaishi nalo kuanzia umezaliwa. Hata wewe lengo lako la maisha la kuishi tayari unalo, kusudi lako la kuishi tayari unalo, haujaligundua. Jambo lingine ni malengo ya kimuda, lakini la mwisho ni malengo yako wewe na kuacha urithi. Tunatakiwa tuache urithi wa wana wa watoto wetu. Maandiko yamesema hivyo, si ndio?
Ndio maana nikasema kwamba ukikuta wewe bado unamlaumu mzazi sasa hivi, haya yeye ameshapita, amekusomesha, amekuleta hapo ulipo, lakini mwisho wa siku na wewe una jukumu la kufanya kwamba unaandaaje urithi wa wana wa watoto wako. Ina maana mtoto wako yule ambaye atakuita wewe babu, unamwandalia urithi gani? Alafu urithi sio nyumba. Sawa jamani, urithi sio nyumba. Urithi ni zaidi ya hicho. Kwa hiyo hayo malengo 7 ni ya msingi kila mmoja wetu aweze kuyajua. Uko hapa ni kuulize, una malengo tayari hapo? Wangapi wana malengo? Yaani kwamba malengo yake, ana malengo ya maisha. Wangapi wana malengo? Asante. Wangapi wameandika malengo yao? Yaani hata sasa hivi ukiambiwa kwamba sasa leta malengo yako, una uwezo wa kuwa na sehemu ya kuyasoma. Wangapi wameandika? Nyosha tu kwa uaminifu vizuri. Asante, safi. Wangapi ambao wanajikagua kila siku malengo yao? Yaani wameagawa malengo yao in terms of siku ikipita anajua malengo yake ametekeleza kwa namna gani? Wangapi wanafanya hivyo? Asante. Ninyi mbarikiwe. Unaposoma Mithali 16 tutaisoma, inaainisha majukumu yetu na majukumu ambayo si ya kwetu. Pale imetaja mambo 4 katika namna ambavyo unaweka malengo yako. Jambo la kwanza imetaja ya kwamba kujua kwa nini unafanya unachokifanya na kujua nini ufanye, hilo ni jukumu lako. Yaani kujua unatakiwa kumiliki au kuwa na fedha kiasi gani na kwa nini, hilo ni jukumu lako. Itakavyopatikana na lini itapatikana sio la kwako, ni la mwenye wewe. Sio kama nimeeleweka hapo? Kujua kwamba kwa nini unafanya unachokifanya na unafanya kipi, hilo ni jukumu lako. Soma Mithali 16 yote. Hatutaisoma hapo. Sasa nirudi kwenye takwimu ambazo zinatufanya tuelewe umuhimu wa umuhimu wa elimu ya kifedha. Asilimia kubwa hauwezi ukafanikiwa bila kujua kwamba lazima ufuate kanuni. Na kanuni ambazo unazifuata ni zile ambazo tayari tumekwenda nazo. Mithali 13:11 ameandika, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Hakuna pupa katika kutafuta fedha. Ukikuta mtu anakuletea message ya kwanza amekutanguliza kwamba unapata faida, jikague mara 2. Lazima ukae chini kufanya tathmini sahihi. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, yaani shortcut zote itafika sehemu utakwama. Lakini bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Kusoma fungu la 16 ameandika, kila aliye na busara hutenda kazi kwa maarifa, bali mpumbavu hueneza upumbavu. Imesikika hilo? Naomba nirudie haya mafungu, ndio yanayotupelekea kwenye dhima yetu ya yale objectives za somo letu la jioni ya leo. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka. Ina maana financial success, it is a process. Hatua kwa hatua, kila siku unakuwa una grow. Bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Lakini pia objective nyingine ambayo tuko nayo leo ni kila aliye na busara hutenda kazi kwa maarifa. Maarifa yanatafutwa. Wako watu wengi ambao wamechukia capital markets. Akisikia hisa, akisikia bondi, akisikia nini, anachukia. Hana elimu sahihi. Leo ipo mtu akila hela zake, amejiwekea bajeti yake ya kuenjoy. Unasema huyu jamaa huyu anatumia hela vibaya huyu. Si ndio? Mtu yuko na familia yake, ametoka na familia yake, ameitoa out. Unasema huyu jamaa anatumia hela vibaya huyu. Amepanga, ametafuta, na ni sehemu ambayo unatakiwa kuifanyia kazi. Sasa twende kwenye ajenda zetu za leo. How to make money. How to make money. Then tutakwenda how to manage, then how to multiply. Sasa kabla ya kwenda hapa tuangalie golden rule. Jambo lolote ili lifanikiwe lina mambo 4. Jambo la kwanza, lazima uwe na awareness. Ujue jambo unalofanyia kazi. Unafanya jambo gani? Lina mipaka ipi? Lina kanuni zipi ambazo unazifanya? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, uwe na mahusiano na jambo lako. Uhusiane na jambo lako. Na nitatoa mfano. Jambo la tatu, ulisimamie jambo lako. Na la 4, ulidevelop au uliendeleze. Kwa mfano, kwa watu ambao mko kwenye familia, una mke, si ndio, na watoto. Ili ufanikiwe kwenye familia hiyo, jambo la kwanza uelewe majukumu
ya wewe na ya mwenzi wako. Mipaka yako iko wapi? Mipaka yake iko wapi? Si ndio? Lakini pia lazima uhusiane naye. Hauwezi ukawa na mtu ambaye uhusiani naye. Kuna watu ambao walipata wenzi wa maisha ambao ni sahihi, kwa kutokuhusiana naye ndoa ilishavunjika. Sitaingia kwenye hiyo sekta Pastor Ndaki, hiyo wewe unaifahamu vizuri zaidi, mambo ya ndoa, si ndio? Alafu jambo lingine, lazima usimamie unachotakiwa kusimamia. Lazima umanage, that's stewardship. Usimamie, je, mimi naisimamia familia yangu vizuri? Ninachotakiwa kuprovide na provide? Je, mipaka afya yao ikoje na mengineyo? Then hauishi kusimamia, lazima udevelop, lazima uangalie. Hebu assume wewe mwenye familia kila siku ukao unapeleka zawadi, yani kila siku Jumatatu unapeleka zawadi afu baadaye ukakuta umekata. Hauwezi kudevelop kwa kwenda kwa routine, unaenda kudevelop kwa kuwa na vitu vipya kila siku ambavyo havivunji kanuni za Mungu. Kwa hiyo ni golden rule ambayo tunakwenda nayo na lazima pia uifahamu. So how to make money? Lakini pesa ni nini? Kabla ya kwenda ku make money, pesa ni nini? Ni darasa huru kwa sababu pia ni usiku, watu wanaweza wakawa nani anajua kwamba pesa ni nini? Yote tu. Wangapi wana pesa? Ngapi washashika pesa? Pesa ni nini? Volunteer tu yoyote sema. Hakuna jibu ambalo sio sawa. Ndio ujaribu. Jamani, hatujui pesa na tunaishika, tutaendaje kujua how to make money kama hatujui fedha? Pesa ni nini? Ile noti imeandikwa pale, fedha halali kwa malipo ya shilingi, kama ni 500, kama ni 1000, ile ni halali. Fedha ni nini? Tupate mtu atuambie fedha ni nini. Karibu. Asante. Kitu kinachotumika kubadilisha ni mode ya exchange. Dada amejibu vizuri kwamba unabadilisha bidhaa na thamani na bidhaa, si ndio? Ndio maana ukisema kwamba nimetoa 10,000 alafu ukakuta kile kitu kilikuwa kinauzwa 5,000, ina maana thamani yake kwanza utaumia kwamba mbona nimelipa hela zaidi, si ni kweli? Kwa hiyo fedha ni mode of exchange ambayo tunabadilishana thamani na bidhaa. Nikitoa fedha natakiwa nipate kitu ambacho kina thamani sawa sawa na fedha nilionayo. Sasa naomba tukamate hiki hapa. In finance, yani katika fedha, tabia yako ina matter zaidi kuliko unachokijua. Your behavior matters more than what you know. Una tabia gani kwenye fedha? Ukishika shilingi 1,000, mgawanyo wake unavyougawanya kwenye tabia yako, jinsi unavyoitumia ile, ni sawa sawa na 10,000? Ni sawa sawa na 100,000? Je, 1,000 unaithamini au unaidharau? Ukiidharau shilingi 1,000, hauwezi kuongeza chochote katika mambo ya fedha, ni mpaka uweze kusimamia kile kidogo ulichonacho. Behavior ulionayo, tabia ulionayo unapoifanyia shilingi 5,000, kama ni tofauti na unavyoifanyia 100,000, tayari kupata maumivu ya fedha, ya masuala ya kifedha ni sahihi kwako. Kwa hicho kitu kifahamu, how you behave ina matter zaidi. Jambo lingine, fedha ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu asilimia kubwa katika yale malengo 7 niliyoyataja, wengi wanaamini kwamba fedha ndio inayopima, japo sio kweli. Fedha ni sehemu, ni miongoni mwa kipimo cha utajiri wa mtu, lakini sio kwamba ndio kila kitu kinapimwa kwa fedha. Ndio maana furaha ya mtu huwezi kuipima kwa fedha. Unaweza kuwa na fedha bado mengine yakaenda tofauti. Kwa hiyo fedha ina umuhimu, na ndio maana lazima tukae chini tujifunze kwa nini tunatengeneza vipi fedha.
mjifunze unapotoka hapa, lengo lako la msingi ni kufanya nini. Wale ambao mmeandika malengo ni washukuru, lakini pia inawezekana malengo tulionayo hatujafika huko. Inawezekana tungekuwa tunafanya mentorship, tungesema kwamba tukague kwamba malengo yako yanapimika au hayapimiki, kwa sababu ukiwa na lengo lolote ambalo halipimiki hauwezi kulisimamia hilo lengo. Kwa mfano, nikasema ninataka niwe na malengo yangu ya afya, nataka nipungue, si ndio, uzito. Halafu sijaweka lengo kwamba nataka nifanyeje kila siku, kwamba najipima vipi, nipunguze kilo ngapi, tayari siwezi kukamilisha hilo lengo. Nataka nipungue. Kwa siku ikipita hata sijafanya jukumu la kufanya, siwezi kujipima kwa sababu sijajua nataka nitoke wapi kwenda wapi. Kwa lengo lolote ambalo unakuwa nalo katika maisha lazima liweze kujipima, lazima liweze kupimika. Kuna kitu ambacho tunatamani. Niliuliza lile swali kwamba unapoenda hotelini unakula unachotaka au fedha yako ndio inakuamulia ule unacholingana na fedha yako. Wengi tumesema kwamba mara nyingi tunakutana na ile kwamba fedha yako imelimit, ndio maana unakwenda kwamba shilingi ngapi. Unaweza kukuta ni kitu unakitamani, lakini kwa sababu ile bei unasema achana nacho, unaacha hicho kitu unaenda kwenye kitu kingine. Lakini kila mmoja katika malengo ya kifedha, wote tulioko hapa, nenda kajitathmini. Lengo lako la kwanza ni kuwa financial free, kupata freedom ya kifedha. Hilo ndio lengo kuu la mambo ya kifedha. Ili nikienda ninachotaka kwamba nataka nichukue kiatu hiki hapa, pamoja na kwamba nitaomba discount kama kanuni ya fedha ambayo tutakuja kujifunza, lazima pia niangalie kwamba kama mimi nataka nguo au kiatu hiki au jambo fulani, ni satisfy, yani ile hitaji langu likamilishwe, alafu ni pay, kwa sababu fedha ndio itakwenda nifanyia kazi. Hivyo ndivyo namna ambavyo fedha inakufanyia kazi. Kwa lazima uwe makini kwenye jinsi ambavyo unatakiwa kufanya nini, kuitafuta na kuimanage. Changamoto kubwa za kutokuwa na fedha, kila mmoja, hakuna ambaye hajui. Unapokuwa umekosa fedha mfukoni, kwanza hata stability yako, maamuzi yako ambayo unayafanya yanaweza yasiwe sawa. Unaweza ukaambiwa kitu kidogo tu, lakini ukakuta umejibu kwa kupani. Yaani ukuta umeambiwa kitu kadogo tu, umeambiwa sasa, kwa hiyo sasa unataka nifanyeje? Sasa ndugu yangu, si nimekwambia tu taratibu. Kuna kipindi mzee wangu nilishawahi kumwomba shilingi 10,000, lakini jibu alilonipa na ile toni aliyonipa nikasema sawa. Ila nilipokuja kuanza maisha mimi mwenyewe, nilimkaa nikamwandikia message kwamba sasa nakuelewa, ile toni uliyokuwa nayo sasa hivi nakuelewa. Sababu unaweza kuona ni rahisi tu kwamba Prince nipe shilingi 5,000 hapo 10. Asipokuwa nayo kwa jinsi ulivyomtathmini, unaona kwamba sio sahihi. Lakini kama hujajenga misingi, lazima itakuwa hivyo. Kwa hiyo unakuta una respond tu kwa hasira kwa sababu hauna fedha mfukoni. Ila ungekuwa na kamilioni tu kamekaa hapo hivi kwamba ni kapo tu, ni kwamba ni akiba kako au kako benki, una hasira zinatoka wapi? Huwezi kuwa na hasira hata kama wamekuonea, sio, hamna shida, si ndio? Lakini ukikuta hasira hizi zinatokana na nini? Na hasira inaleta magonjwa ya akili. Katika population ya ulimwengu, takwimu zinaonyesha ya kwamba ni 3% tu ya population wanao enjoy maisha ya kifedha. Where is 97%? Wewe uko kwenye kundi lipi? Are you enjoying? Your family enjoys or doesn't? Familia yako, background yako iko kwenye 3% ya wanao enjoy au iko kwenye 97% ambayo hawaenjoy? Kwa nini 97% hawaenjoy? 97% hawaenjoy kwa sababu hawana misingi sahihi ya jinsi ya kutengeneza fedha. Kwa 97% ya watu unakuta tayari wao kila siku wana struggle. Kwa hiyo katika fedha lazima uangalie namna ambavyo wewe mwenyewe unahusika. Umehusika kiasi gani kwenye kutengeneza fedha? Unaivalue vipi fedha? Tutatoka hapa, tutakwenda kuajiriwa, baadhi yetu, wengine wataendelea, lakini tutafika sehemu utatakiwa kuanza kupata fedha. So how to make? Bado swali linabaki pale pale, pamoja na changamoto zote hizi, kuwa na channel ambayo inapokea fedha, na unapokea fedha kutoka kwenye vyanzo vya fedha. Vyanzo vya fedha viko vingi.
Lakini miongoni mwa vyanzo vya fedha ambavyo unaweza ukaanza kuvipata ni kupitia ajira ulionayo. Utakapotoka hapa, aidha ni wazazi, aidha ni walezi, wameajiriwa, wengine tumeajiriwa, si ndio? Jambo la kwanza, unapoipata ile fedha, ni njia mojawapo ya kuanza kutengeneza fedha. Unapoajiriwa, unapoenda pale unapewa majukumu kwamba bwana, ajira yako mkataba ni huu hapa, utalipwa kiasi hiki kwa kazi hii mpaka mwisho. Mipaka yako ni hii hapa. Kwa waajiriwa wanatambua ya kwamba source of income inatokana na ajira ambayo wanayo. Kwa chanzo chochote kinachokupatia mapato, hiyo ndio mwanzo wa kuanza kutengeneza fedha. Hiyo ni ya kwanza. Lakini mbili, unatengeneza fedha kutokana na career yako. Kazi, naweza nikawa nimesoma mambo ya afya, nikapata kazi ambayo sio afya. Tumeona mfano wa pasta pale, si ndio? Kapita kote huko, lakini anasema sasa hivi ndio nimegundua kwamba natakiwa niwe hapa. Na asilimia kubwa tunakutana na hicho kitu kwamba mtu anaenda kufanya kazi, aidha amepelekwa, ameona kwamba hakuna option nyingine, anaenda kufanya kazi. Na ndio maana ile kazi bado haitakuwa, kama asipokuwa makini, kama sio wito wake wa kufanya kazi, utakuta kila siku yeye lazima agombane na uongozi, kwa sababu ataambiwa hivi, kazi inataka hivi, atakiuka misingi ya kazi, hataweza kufanya kile ambacho anatakiwa kwenye kazi. Lakini career ni namna ambavyo unatumia ujuzi ambao umepewa, karama, talanta uliopewa ili kukutengenezea kipato. Kuna mtu mwingine amepewa karama ya kuimba, ya uimbaji. Kuna mtu mwingine amepewa karama ya kudesign. Kuna mwingine amepewa karama ya kuchora. Kuna mwingine amepewa karama ya wale orators, wale ambao wanaweza kuwa public speakers. Akaoreti mtu anavyoongea, akaweka pointi zake vizuri, zikakaa na wewe ukaweza kuzielewa. Ni uwezo ambao hauji tu hivi hivi, unatokana na kile ambacho umepewa kama gift au kama karama kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kila mmoja anayeishi katika ulimwengu huu ana karama. Inawezekana tu haujagundua ya kwako, au umeshagundua na aliyegundua hajaiendeleza, bado atakuwa ni sawasawa na ambaye hajagundua karama yake. Kwa namba mbili, tunatengeneza fedha kutokana na uwezo, karama ambazo tumepewa. Namba tatu, tunatengeneza fedha kupitia biashara. Nimeamua kwenda nikafanya biashara, nikatengeneza product ambayo ni hitaji, nika exchange kulingana na aina ya biashara na namna ambavyo utatakiwa, au wewe mwenyewe umepanga kwamba hii naweza nikaifanyia kazi, nikapata kipato, nika exchange good for money, si ndio? Nikifanya biashara naweza nikafanikiwa, nikatengeneza fedha. Sasa kutengeneza fedha hakuishii tu hapo, kuna mambo mengi ambayo unatakiwa uweze kuyajua, na ndio maana unakuta lazima uweze kuwa na bidii katika fedha unayoipata. Mithali 21:5 ameandika, mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Hata katika kazi unayoifanya, ukikuta wewe unaelekea kwamba mambo yako unataka yawe ya haraka haraka tu, unataka ukue kwa haraka, bado hautaweza kutengeneza fedha, hautaweza kuwa sustain katika maisha ambayo unakuwa nayo. Mifano mingi ambayo mimi ninayo, asilimia kubwa ya watu ambao wana fedha, anaweza kawa na fedha nyingi tu, lakini bado ukakuta maisha yake yako down, very down. Sio kama umeshakutana na kitu cha namna hiyo. Mtu ana fedha nyingi, lakini unapomwangalia unasema, yani mimi ningekuwa kwenye ile position ningefanya 1 2 3. Lakini hata wewe ungeenda kwenye ile position, kama hauna misingi ya fedha inatakiwa ifanyweje, behavior yako ikoje, hauwezi kusogea, hauwezi kusustain. Jambo la kwanza, ili utengeneze fedha, lazima uwe na elimu sahihi juu ya fedha. Nimetoa mfano pale mwanzoni, asilimia kubwa ya watu ambao wanalalamikia biashara zingine ambazo haziendi ni kwa sababu hana uelewa, hajaamua kukaa chini kuweza kufanya biashara au kuweza kugundua kwamba ni kwa nini anatengeneza fedha. Je, atengeneze kwa misingi ipi? Biashara anayoifanya ina misingi ipi? Kazi anayoifanya ina misingi na mikakati ipi ambayo inamfanya yeye aweze kukua? Kwa hiyo lazima uwe na elimu sahihi, na elimu sahihi ndio maana nimesema kwenye takwimu inaonyesha asilimia 76 ambayo wako financially inclusive katika jamii ya Watanzania ni asilimia 22 tu ambao angalau wameanza kuelewa mambo ya fedha. Na unaweza kukuta kwamba ameelewa kwa kipengele kamoja ka mikopo, upande mwingine wa uwekezaji ameacha, haelewi. Ameweza kuelewa upande mmoja wa kuweka akiba, upande wa kufanya retirement hajaweza kuelewa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Ile asilimia 22 bado iko kwenye mabano. Kwa hiyo inawezekana pia ni less than hiyo.
lakini hiyo ni ripoti ambayo tunatakiwa tuiheshimu, ni 22% tu. Sasa yule ambaye anapata kipato cha kila siku, regular income, inatokana na baadhi ya vitu ambavyo anakuwa navyo. Nimesema hayo maeneo matatu. Inawezekana ikawa ni ajira, inawezekana ikawa ni career yako, inawezekana ikawa ni biashara. Hizi zote zinakuletea sources mbalimbali za income. Sasa wewe, watu wawili wanaweza kufanya kazi kwenye taasisi moja, wote wakalipwa mshahara sawa, wote wakawa na opportunity sawa nje ya taasisi, lakini bado mmoja anaweza akakua zaidi kuliko mwingine kwa sababu ya behavior wewe yule mwingine mmoja, ambapo hazingatii taratibu za kuweza kufanya. Kwa hiyo lazima uweze kukaa chini kujifunza elimu sahihi, na ndio maana tulipokaa na baadhi ya wenzangu na Pasandaki akiwepo, tumetengeneza program ambayo itasaidia watoto kuanzia miaka 10 talenti zao wazijue, lakini financially waanze kujua. Tunaandaa tukio ambalo tutawaita wadau, na ninyi kama mtakuwepo hapo, utakaposikia huo ujumbe ukaribie, kwa sababu tunatamani watu waanze kufunguka financial. I say hivi, ulishawahi kukosa fedha alafu unatakiwa utumie, jambo limekubana hapo? Ni hatua ngumu ambazo kila mmoja lazima anyanyuke. Sasa kuna concept kadogo kanaitwa hybrid career concept, ambayo kwenye hizi aina tatu za unavyoweza kutengeneza fedha, how to make money, katika ajira, katika career yako, lakini katika biashara. Kwenye career inawezekana pia mwingine yuko katika chuo cha sayansi na ndio wito wake huko hapo, huyo inakuwa ana win mambo mawili kwa wakati huo mmoja. Wako watu wengine ambao inabidi asome huku kwa sababu mzazi amemwambia nenda kasome, nenda sayansi, sayansi inalipa. Huyo mtu amefundishwa ku work for money, kwa utalazimika kwenda kwa sababu baba amemwona jirani alisoma sayansi, ameajiriwa na angalau kuna income zaidi inakuja. Kwa hiyo unakutana na mazingira magumu ambayo unakuwa nayo, hauko stable, hauko, yani maisha yanakupeleka jinsi ambavyo kila siku lazima ukasirike, uchukie jinsi ambavyo mfumo wako ipo. Ni kwa sababu haujaenda kwenye lile ambalo ndio wito wako. Unapogundua hilo, si kwamba utatoka, kwa sababu maisha yanaendelea. Anza kupanga mipango yako, miongoni mwa mipango ambayo utakuwa nayo kwenye ile mipango ambayo tumeisema, anza kuona namna ambavyo utaenda kwenye wito wako ili uweze kufurahia maisha. Mungu hajatuumba tuteseke. Kwa hiyo kama ni mwanamuziki alafu akaenda kusoma kwenye chuo cha muziki, ina maana huyu amekutanisha elimu anayoipata pamoja na atakachokuja kukifanya tayari kina mechi. Ndio maana ukuta kuna watu wengine ukuta jambo lake akigusa tu limeenda, akigusa limeenda, si ndio? Mpaka unashangaa. Sasa wewe kama una work for money, unaanza kuangalia wapi pana biashara nzuri, wapi pako hivi, unaanza kukutana na changamoto kubwa ambazo mwisho wa siku hauwezi kufanikiwa. Kwa sababu gani? Tayari umeenda kwenye kitu ambacho sio cha kwako. Naomba tuangalie hizi aina 4. Kuna moja inaitwa business. Naomba nisome spelling zake. Nilitamani ni display lakini hatujaweza kufanikiwa. Business yenye B-I-Z-I-N-E-S. Sio business kwa maana yenye u mwanzoni. Business. Mtu ambaye anafanya biashara wako aina 4. Yaani unaweza kwa mtu unaona ana biashara ya duka, lakini anachokifanya pale ni kwamba yeye kweli watu anakutanisha wanapata mahitaji yao, kwamba kama ni vitu anauza lakini hapati faida. Kwa nini? Hajakaa chini kujua kwamba anapataje faida kwenye biashara anayoifanya. Lakini wako wale ambao unakuta yeye anapata hasara kila siku. Wale wako broke kwenye biashara. Kila siku atakapoenda kwenye biashara yake ni negative. Mpaka mwisho siku biashara inafanya nini? Inakufa. Lakini namba 3 wanaofanya biashara wako wale ambao wanaitwa bulliness. Yaani yeye ni wale ambao wao ni michezo michafu, kama ni fraud ya mchongo uko wapi. Yaani anaweza kaua hata mtu ili apate nini? Apate fedha. Anaita biashara, lakini hiyo biashara sio biashara sahihi. Biashara ambayo ni sahihi ni hii 4 ambayo ni business yenye spelling zile zinazotakiwa. Huyu anayefanya biashara hii anakutanisha, ina maana watu wanapata mahitaji yao, meet needs of others, then make money, lakini pia anatengeneza fedha. Kwa mfano, kama unataka kuwa na gari yenye thamani ya milioni 30, kuna njia ngapi za kuipata hiyo gari ili iwe yako? Gari yenye thamani ya milioni 30 au thamani yoyote, ili uipate unafanya nini? Kuna njia ngapi za kuipata? Naam, it's either uwe na fedha ya kuinunua hiyo gari, si ndio? Milioni 30. Hiyo ni njia ya kwanza.
2, inawezekana ukawa na milioni 25, bwana nipunguzie, ukaomba nini? Discount. Namba 3, either uiibe, si ndio? Yaani hizo ndo njia 3 ili wakwae. Ndio mfano wa hiki nilichokuwa nakizungumza kwamba biashara unayoifanya umefanya kwa negotiation zinazotakiwa au negotiation ambazo hazipo. How to manage money. Sasa hapa naomba nizungumzie kwa experience ambayo watu wanaweza wakapata pesa, wakawa na channel za kupata pesa, lakini management ndiyo sehemu ya kuangalia kuliko zingine zote. Sio kwamba zingine usiziangalie, lakini sehemu ya how to manage money ndio sehemu ya msingi itakayokusaidia uweze kujipambanua na kujiona kwamba wewe uko wapi. Ukishapata pesa, umelipwa 500,000 ya mshahara wako, 500,000 inatumikaje? Ndio how to manage money, jinsi gani ya kuisimamia hiyo fedha. Sasa hapa katika ku manage money ndio tutakwenda ndani zaidi kuangalia jinsi gani unavyoweza kumit expense versus income, kipato na matumizi. Wangapi hapa wana personal budget? Yani anaenda kwa budget, anatembea kwa budget. Simuona ile 3%? Tunyoshe tu vizuri, tunyoshe vizuri. Wenzetu pia waweze kujifunza kwetu, nyie mmeweza vipi, si ndio? Au nyie mnaweza kudevelop vipi? Mmoja aje ashare, na pia of course kwa sababu ya muda tunaweza tusishare sasa hivi, lakini nitamani tungepata namna ambavyo wenzetu wanaenda kwa budget. Kama hauna budget, usimamizi wako wa fedha yako ndio wale ambao wanajiuliza, hivi hela yangu imeenda wapi? Bwana nilikuwa kama na 500,000 hapa, imeenda wapi? Si ndio? But budget itakusaidia wewe uweze kusema kwamba hapana, budget nilionayo, hiki kitu sinunui. Asilimia kubwa tumepoteza fedha kwenye mambo mengi ambayo tumekuwa nayo kwa sababu hatuna budget. Umefika tu hapo, umekutana na sweta nzuri, umesema hii sweta waga ninataka sweta, ngoja ninunue sweta. Umekutana na mchango wa nini hapo, sijui ngoja nifanye hivi. Mwisho wa siku unaangalia pesa zimeenda wapi. Ukirudi kukaa chini unagundua kabisa kwamba nimefanya kwenye jambo ambalo nimelitaka, lakini sio kwa utaratibu ambao umetakiwa. Umefanya vitu kulinganisha na mihemko, haujafanya vitu kulingana na usimamizi ambao ulikuwa umetakiwa. So namna ya kumanage pesa zako ni namna ambavyo unaweza kile kipato chako kifikie mahitaji halisi. That's budgeting. Hatutaingia leo ndani kwenye budgeting kwa sababu ya muda, lakini namna ambavyo budgeting inafanya kazi lazima ujue kabisa kwamba unatakiwa kufanya hivi. Sasa naomba tuangalie kwenye makundi 4 ambayo ndio miongoni mwetu unajichagua uko kwenye kundi lipi, kwenye namna ambavyo unasimamia fedha zako. Wa kwanza ni aina ya watu ambao tunawaita uncategorized zone. Yaani huyu mtu yeye hana kipato ila anatumia. Hauna kipato lakini unatumia. Sasa hawa watu huwa hatuwazungumzi sana, lakini kwenye jamii zetu tena sasa hivi wanakuwa kwa kasi sana. Yaani yeye akikaa na kaa sehemu anaanza kupiga simu. Sasa bwana, naomba kuna 200,000 hapo, naomba fanye hivi na hivi, nataka nifanye hiki na hiki. Hawa watu hawana regular income kwa sababu management inatuambia kwamba kipato chako unakipata wapi, unatumia wapi. Sio regular income ambayo huyu mtu anapata, kwa sababu inategemeana na yule mtu either akimpa au asimpe. Yaani mtu anaweza kawa ni chawa wa mtu, si ndio? Anaweza kawa ni chawa wa mtu kwamba tu ili mradi bwana mimi hapa niko, yani ili mradi tu hivi. Hata mahusiano mengine pastors, mahusiano mengine yako kwa staili hiyo kwamba hapa napata. Sina regular income, kwa akininyima sina. Hana uwezo wa kuclaim kwamba lazima unipe. Lakini income ambayo tunaizungumzia hapa lazima uweze kuclaim kwamba nimefanya hiki, nipe income yangu. Kwa hawa watu wao wanatumia tu ila hawana kipato. La pili, kundi la pili. Hawa wanaishi kwenye zoni ya madeni. Zoni ya madeni. Wale walioajiriwa mshahara unaingia lakini ulishatumika miezi 2 iliyopita. Ya unafika pale unasema tu hamna shida bwana, nipe laki ya tarehe 22 fresh. Nipe hivi. Wanafunzi unaweza kuangalia maisha yako. Mimi tusiozungumzie sana hapa, lakini wale debt zone pia wanazalishwa kuanzia huku chini kwa sababu ya kutokujielewa. Kwa huyu always expense zake ziko zaidi ya income alionayo. Expense zake ziko zaidi ya income alionayo. Sasa hawa huwa ni wale watu ambao ni wavivu.
Hao yani kila siku yani yeye ni hivi. Bwana sasa nipe, akijipima kwa sababu hana budget inayoeleweka, hawezi kumit expense zake na income. Ataendelea kutembea na huo mfumo mpaka atakapobadilisha mindset yake. Namba 3, hawa wanaitwa survival zone. The survival zone, hawa always expense zake ni sawasawa na income walionayo. Yaani unapata 500,000 kweli, mwisho wa mwezi ukiisha 500,000 imefanya nini? Imeisha. Kwa nini imeisha? Kwa nini haiendelei? Hawa ni tabia ya watu ambao asipoondoka kwenda kufanya kazi, familia haipo. Yaani ni wale ambao ni lazima apambane, lazima atoke. Nishawahi kutana na mteja wangu mmoja, anadaiwa, amekaa muda mrefu hajalipa. Kwenda kumuona, yeye ndo alikuwa mpambanaji hapo, amepata ajali ya pikipiki. Walikuwa akienda anachukua bidhaa, anachukua mkaa wapi huko, sasa mpata ajali ya pikipiki, ana kidonda kuanzia hapa chini mpaka juu. Tumemkuta sebuleni amekaa hivi. Tulienda kumdai, lakini ilibidi sisi ndo tumwachie pesa ya kula kwa hali tuliyomkuta nayo. Asipotoka familia haipo, mtaji wa biashara yake wote umeisha. Kwa sababu gani? Tatizo lote linapotokea, tatizo kubwa kwa watu wa aina hii, our survivors, lazima itakuwa ni tofauti. Lakini kundi la 4, hawa sasa ndio wanaitwa wealthy zone, ambayo always income yake inazidi matumizi yake, na kile kipato matumizi alionayo, bajeti yake inamruhusu yeye kuendelea kuzalisha kadi ambavyo anaendelea kupata. Sasa jinsi gani ya kuweza kumanage fedha zako? Jambo la kwanza, control your expenses. Dhibiti matumizi yako kwa kuwa na budget. Mimi mara ya kwanza wakati nimeiweka bajeti yangu wazi, nilijikuta nina negative $1.4 kwa mwezi huu. Ningekuwa na display hapa ningewaonyesha. Nilipopata hii elimu nikasema kwamba ngoja nifanye hivi. Na iliponiweka wazi kwanza nikashtuka, nikasema hii pesa mbona ilitoka wapi? Ndio hiyo bwana, nipe 300,000 tarehe hii hapa na uhakika. Kwa sababu tunajua umeajiriwa, anasema hamna shida. Nipe 200,000, nipe 100,000. Ikifika pale mshahara wote haupo. Nakumbuka hapo una mkopo wa salary, ndio? Ambao tayari ushategua mifumo yako ambayo unayo. Sasa hivi jinsi ya control expenses zako ni rahisi, kwa sababu ziko application nyingi, na leo kuna baadhi ambazo nitawatajia ambazo mimi ambazo nimetumia, nimeona zinakuletea matokeo, unaona kila kitu ambacho unacho hapo. Kwa hiyo lazima uwe na budget, lakini 2, ongeza kipato chako. Kwa ambao tayari mtakuwa kwenye kazi, mnaenda kwenye kazi, hakikisha ya kwamba ukikuta matumizi yako, ili usiwe matumizi yanazidi kipato chako, tafuta means za kuongeza kipato chako. Either kazi unayoifanya ibadilishe, nenda kwenye kazi nyingine. Biashara unayoifanya, angalia namna ya kupunguza matumizi ili usiweze kuingia kwenye jukumu ambalo pia litakuzidi. Unaongezaje kipato? Kwa kupunguza matumizi. Kuna wakati mwingine tumejiachia kwenye matumizi. Unakula unachotaka wakati unatakiwa ule unachokihitaji kwa wakati ambao unafanya nini? Unajijenga. Kuna wakati sio lazima uweze kununua kifurushi au kununua bando ambayo haina msingi. Bando lako unalitumiaje? Punguza matumizi mengine ambayo hayana msingi. Unaweza kukuta mtu anaumwa, anaona bora asili, lakini awe na bando tu hapa, anaingia Facebook, anachati masaa 3 masaa 4. Binafsi nilikuwa na huo uzoefu. Nilipojikagua nilijikuta masaa 5 always, kila siku napoteza 4.5 mpaka 5. Average ilikuwa 4.5. Ilikuwa kuna wakati nafika hata mteja anapokuja natamani tu nimhudumie rafu ili aondoke, mimi niendelee. Unaona zile reels, ndio? Unaziona zile reels zinakupa unachotaka. Yaani kama wewe ni mtu wa kupenda vichekesho, itakuja cha kwanza, cha pili, cha tatu. Na wale developers wanaangalia kuna kitengo maalum kwamba huyu anapenda vitu vya aina gani, anapenda muziki aina gani, anapenda maisha aina gani, na watakuletea always unavyopenda wewe. Ndio maana wewe ukinunua simu yako mpya, hujaingiza email, haitakuletea recommendation yoyote. Utakapoingiza email, inasoma tabia yako ikoje.